Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushenzi kama huu? Yeah. Presidential aspirant Fred Matiang'i took his message to church today, and this time his target was President William Ruto's much-touted Singapore dream. Matiang'i dismissed the idea as disconnected from the reality facing ordinary Kenyans, questioning how a country struggling with high taxes, joblessness, and rising living costs can be promised a Singapore-style future. Standing before the congregation, he warned that flashy visions mean nothing when citizens are hurting, and accused the current leadership of selling dreams instead of fixing real problems. Na hakika tulisukuma, mimi najua mambo kazi kitokea, tafadhali tukubaliane, hakuna kucheka hapo, hakuna mchezo. Baba tulipi kufanya sarakazi, tukitaka sarakazi utafuta mahali sarakazi inapatikana. Uende theater hapo, cheka huko, uimbe huko, dance. Kuna wakati wa hiyo, wakati wananchi wanatuamini. Ndio mimi nasema kila wakati tuko katika kinyang'anyiro hiki. Tunataka kubadilisha maisha ya nchi yetu, na tunataka tuunde serikali ya kuaminika. Nataka tukizungumza maneno kama serikali, wananchi wanatuamini yale tunasema. Sio tu kuchezea wananchi kufanya msara mambo ya serikali. Ningezungumzia mambo mingi leo tukiwa hapa kwa kanisa. Lakini what is more painful and most painful now in the country that you feel about, there are many things that are going wrong. But for me, as a former Minister of Education, I'm so angry sometimes when I see what is going on. The painful and costly incompetence and chaos we are seeing in the education sector. The most rudimentary thing you can do in this world. Rahisi sana ni kuplace mtoto kwa shule. Kusema huyu mtoto anaenda Paul Kariuki, unawezaje kumpeleka shule ya wasichana? Kuna msichana anaitwa Paul Kariuki? Yaani unaona ni watu wanacheza na maisha ya watoto wetu namna hiyo, na kucheza na nchi yetu. They don't care. Bora tu waibe, bora tu wapate pesa. Na wananchi, that is not why you choose leaders. Sasa vile viongozi wengine wamesema hapa, is chaotic. Hakuna mtu anaweza kukuambia ni kitu gani inaendelea. Hata wao wenyewe ukiwauliza vizuri hawezi kukuambia ni kitu gani inaendelea because hawaelewi. Tunasema sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi kwa sababu tunajua kuifanya. I am ready to do it. Na tutabadilisha. Yeah. And I promise you will never see that kind of chaos. Kipata nafasi, you will not. Tulikuwa tunatoa mtihani before Christmas. Na barua tunaambia wazazi mprint barua before Christmas. Mzazi ukienda Christmas unajua January mtoto ataenda wapi. Na mimi mtu hawezi kunipea lecture kwa hili jambo kwa sababu mimi nalielewa. I understand it like the back of my hand. Kwa sababu tuko na pesa ya kutosha. Na haja kuambia wazazi waende kulipa 9,000 shillings kwa wizi wa mali ya serikali, wizi wa fedha za serikali, fanya wananchi wetu kama watumwa kwa nchi yao. Kazi ngosi. Ndio sasa wananchi pia unajua haya ni mambo ambayo tunaelewa kabisa. Tumeyafanya kule mbeleni. Tunaweza kurekebisha hiyo within a very short time, na hata utashangaa it will just work properly. Hii confusion hii mnaona hapa hii, kila mtu ni story anasema, badala ya kupanga kazi unashindwa kwa nini tunawalipa mshahara. Na confusion huko kwingine ni story, matusi ni nini. Ndio sisi tunakubaliana na tunamfuata kiongozi wetu Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Chama chetu cha Jubilee vile katibu mkuu amesema, sisi hatuna shida na mtu yeyote. Ile shida tuko nayo ni uongozi duni na uongozi mbaya wa hawa ndugu zetu ambao katika uongozi. Ni viongozi wetu, they are our fellow citizens, hatuwezi kuwatuzi,
lakini unajua hata ndugu yako unaweza kumpea kazi imshinde. Mwambie kwa sababu wewe ni ndugu yangu, kazi imekushinda, wewe tukutane kwa mama nyumbani, nitakuletea ugali huko, wewe kaa nyumbani, mimi nifanye kazi. Na hao ndio tunawaambia namna hiyo, kazi imewashinda, kuna haja ya kupishana na nyinyi, kuna haja ya kuwatusi, kwa sababu hiyo sio solution. Sasa nyinyi asanteni sana, pangeni vitu yenu mzuri sana na amani bila shida, sisi tutafanya, tuko tayari kabisa kuifanya. Na wananchi wenyewe watajionea vile tutaifanya. Wazi kabisa. Tafanyika na mtaona. Tarudi mtindo ule mimi nilikuwa naamkia mashule asubuhi kuangalia wazazi wasumbuliwe, eti tunalipa extra fees na mambo kama haya. Ningependekeza, one thing I want to suggest, because it's very urgent and very important. Even within these 19 months that are left for this administration, can they actually have an urgent consultative meeting with critical role players in the education sector to save the parents the pain of this madness? I mean, get the professionals, the Secondary Schools Heads Association, the Kenya Primary Schools Heads Association, get the unions, get the Parents Association, get the faith-based leaders, kwa sababu kanisa has invested heavily in education. In fact, there is no way in this country would have moved forward in education without the church. Kanisa imeegeza kabisa kwa elimu. Ukiangalia shule zetu zote kubwa, nyingi zilianzishwa na kanisa. Tafadhali ninawaomba hawa ndugu zetu wako kwa serikali, kwa sababu mko hapo kwa hii miezi 19 iko mbele yetu. Si sasa muite hawa wote wasee wa kanisa, viongozi, professional leaders kwa room. Wengine wawaeleze the pain and the challenges that the parents are facing. Can we solve this chaos that you have created in the education sector? Sababu sasa tunaendaje Singapore na ushenzi kama huu? Yeah. Lafu sasa ni story tu, yani kazi inashinda, tunaanza story. Ili tusahau yale iko hapa, tunaanza kuambia habari ya Singapore. You can't place children in school. The most basic thing on earth, you can't. You are not able to explain why you reduced the capitation. You can't explain. Watoto wale wa class 6, grade 6, are moved on. Their results are not out. They don't know what has happened. Hatujui itakuwa siku. Tunaelekea Singapore tukiwa hivyo. Tafadhali kidogo itana mkutano hawa wote, critical role players wote. Please consult. There are people who can give you free advice. Wawasaidie. The pain and chaos in the education sector is costly to this country. Very costly. Because hawa watoto wakipoteza mwaka moja, maisha yao imepotea. Na mambo kama haya ambayo yanasumbua wazazi. There are so many parents who can't take their kids to school this January. Tafadhali nawaomba. Na kuna mambo mengine mengi tunahitaji kushughulikia tukiwa pamoja. Mimi nawaomba ndugu zangu na dada. Kwanza sisi kama kanisa, nyinyi kama Wakristo, tuendelee tu vile moderator wetu ametuhubiria leo. Tuendelee kuombea nchi yetu, tukae na amani, tukae na utengamano. We are all one people, brothers and sisters. Wanajua tukiwa na viongozi ambao wako na shida kama hawa, unaona mambo ikiwa magumu, utaona wameanza kugawanya watu, kwanza kuzungumza maneno ya ukabila, sijui ni nani anafanya hii, sijui ni nini 41 verses, I don't know what. Utaona hiyo maneno namna hiyo. Wananchi, ninawaomba tafadhali, tusikubali safari nyingine story kama hizi. Tuungane sisi wote pamoja, tumuombe Mwenyezi Mungu ambaye ni mmoja, tukae kama ndugu na dada, we ensure that our country remains peaceful and stable. La mwisho, mimi nakubaliana na moderator vile alisema, God is intentional. Labda hata tunapitia hizi changamoto zote wakati huu ili tusome na tuelewe hakika kwamba tukiingia kwa voting booth, that is very important. The decision you make when you are there is very important. It will determine whether your child goes to school or does not go to school. So ufikirie, hata ukiletewa pesa, sababu unajua watu kama wamepora, watu wako kwa wash, watu wako kwa wizi,
Pesa lazima wawe na pesa ama namna gani? Lazima wawe na pesa zenu. Tuchukue zote, tusipige kelele, tuende pole pole. Ni kweli vile Secretary General wetu amesema. Nimetoka Mombasa leo asubuhi. Nilikuwa Kwale, nilikuwa Mombasa, nimeongea na watu wa Kilifi. Nakuta viongozi wengi, grassroots leaders. Shida ni hii. I was in Kwale in a meeting where a lady stood up and she spoke and almost drove all of us to tears. Kuhusu hii maneno ya SHA. Katuambia, unajua kuna mradi ule uliletwa na serikali yenu ya Jubilee, ulikuwa unaitwa Linda Mama. Ulikuwa unatusaidia. Mimi nawahakikishia, if you trust me mkinipea hiyo maneno, nitarudisha Linda Mama and we will clean up this madness that you are seeing ametuletea katika sekta ya elimu. Then we manage our country properly so that people know what needs to be done and so on. Kwa sababu we have the capacity, we have the resources, and we have people who love their country who want some work to be done. Na tutashirikiana sisi wote. Haya maneno mnasikia, usisikie hii porojo ya watu wa serikali, watu wa upinzani watakuja hayo ni maombi yao ambayo mimi na hakika Mungu hata yajibu. Eti sisi tusambaratike, hatuwezi. Tutaendelea kuzungumza pamoja, tunafanya kazi sisi wote pamoja, tunazungumza na wale ndugu zangu wengine, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mama Martha Karua, ndugu yangu Eugene Wamalwa, ndugu yangu George Natembeya, na wale wengine wengi viongozi wa vyama ambao wako huko akina Peter Munya wa PNU. Tutazungumza sisi wote pamoja sababu Kenya ni moja. Na tunajua sisi nyinyi wananchi mnataka tukae pamoja. Ama kuna mtu anataka tusambaratike hapa? Hapana, mnataka tukae pamoja na tutakaa pamoja. Na hayo maombi yao ya kusema ili tusambaratike, that is their hope, lakini sisi tunasema washindwe. Tutakaa pamoja na tutaendelea kukaa pamoja kwa hiyo barabara. Mjadala tuko nao, polepole tutazungumza na wao viongozi wengine wako na uzoefu wa siasa hata kuliko mimi. Tunawasikiza na tunashauriana polepole. Mungu atatuwezesha tusiharibu nchi hii because this is our only home on earth. Na tutahakikisha kwamba safari hii tutaenda moja kwa moja mpaka mwisho, tusaidie nchi yetu, tubadilishe maisha ya watu wetu. Slogan yetu na mpango wetu mwaka huu wa 2026 ni kwamba sisi we want to restore Kenya to the path of progress. Hiyo ndio focus yetu. We want to restore Kenya to the path of progress. Restore Kenya. We return Linda Mama. We return free education the way it was basic education. We return a secure country that is predictable. Si haya mambo unaona hapa eti watu wanapewa vitambulisho foreigners who are not Kenyans. Si mnajua hiyo maneno? Eti kwa sababu watu fulani wanataka kutafuta namba za kura. Kwanza kudanganya watu eti unajua grupu fulani nayo imezaa zaidi, imefikia kama zile namba za mlima. Ushetani kama huo na ushenzi kama huo Mungu hatakubali. Sisi tukae imara, tuchunge nchi yetu. Na hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaenda na tutasimama imara kwa haya maneno. Na wale wengine wako kwa serikali tunawaheshimu. They know we can be firm and they know we can be serious about the things we are saying. Tusiseme siku itakuja hata hii ya kura, siku itakuja tutatoa shati tukutane huku. Alafu tuelezane na tueleze Wakenya yale mengine mengi ambayo watu wanafikiri hatuwezi kuwaeleza. Kwa matusi sababu watutusi wa Kenya wenzetu, hao ni watu ambao wanaweza kuwa kwa vyama vingine, hata kwa chama ambacho kinatawala kuongoza nchi yetu. Ni hakika kila mtu anaona. Lakini matusi hatuwezi kuwatusi ama kuwakosea heshima. Tutapelekana nao moja kwa moja. Na wakati ule sasa itatangazwa rasmi vizuri tuanze relay. Basi ile Mheshimiwa Kores amesema hapa tutatoa plani yetu na yao nyinyi wenyewe mtajiamulia. Si wamesema wao ndio wamekuwa kitu challenge tutoe track record. Tutauliza maswali kuhusu ya ahadi ngapi zilitolewa na ngapi zimekuwa. Tumefika mahali very ridiculous things are told to the public like we'll
bring machines to make 1 million chapatis. We'll do what? Silly things like those. Tutakumbuza wananchi hizo vitu zote wakati huo. Kwa hivyo tuendelee namna hiyo, tuweke amani, tukae pamoja. Mwisho, ninawashukuru sana nyinyi viongozi na Wakristo wa parish hii ya Muguga. Asante sana kwa kutukaribisha. There's nothing better someone can do to you than give you an opportunity to worship at the feet of Jesus. Mumetupea nafasi tukaabudu na nyinyi leo kwa kanisa yenu. Na moderator, mimi na hawa viongozi tuko nao, kwa sababu mmekuwa wakarimu. Sisi tutatoa mchango wetu, tuko na zawadi tutatoa kwa kikundi cha hawa wanaume, na pia tutatoa zawadi kwa wale vijana walituimbia pale nje tuliona, ambao wanakuwa kupitia kwa moderator wetu. Na poleni sana akina mama, tumeambiwa hapa wakati tumekuja kwamba mmoja wenu amepoteza bwana yake. Mwambie pole sana. Nimemwambia secretary wenu kwamba kwa hiyo bile mmesema mko nayo hapa ya hospitali ya 250,000, sisi na hawa viongozi tutatoa mchango wetu tuone kama tunaweza kuibaliza ili mwenzenu ashike. Kwa hivyo nyinyi ni wamama wetu, na hakika mmejitolea, na tutakaa nanyi tushirikiane na nyinyi kwa yale ambayo mnayoyafanya. Mmoja wenu akiwa na shida, akifiwa, sisi sote tuko katika familia ya Kristo. Ni kama ni mmoja wetu amepata hiyo shida. Kwa hivyo saa hii leo mchana tutaongea na secretary saa hii, tuhakikishe kwamba tumeshirikiana na nyinyi kusaidia yule mwenzenu ambaye ako na hiyo shida, imuondokee ili apate kuzindikiza mpendo wake. Mungu na wabariki ndugu zangu, na mkiendelea mbele msidi kutuombea, sababu when all is said and done, tukiongea maneno yote yale yatakayofanyika katika nchi yetu ni yale Mwenyezi Mungu atatuelekeza na atakuwa ametupangia. Kwetu sisi binadamu ni kumuomba na kumtegemea wakati wote. Na ninawaomba kwa unyenyekevu, mimi mwenyewe binafsi nawaomba, afadhali mkiomba kwa manyumba zenu, kwa vikundi vyenu akina mama, nanyi mzidi kunikumbuka kwa maombi. Na wakati huo ukifika, unajua hiyo kazi tunatafuta haipeanwe na sisi, inapeanwa na akina nani? Nyinyi. Sasa mimi kazi yangu ni kutembea Kenya hii na kupeleka application letter yangu. Barua yangu ya kuomba kazi iko nje, nimeshaandika nikasign. Nitaileta na nitakaa nikiwasomea. Sasa nyinyi ndio mtafanyisha interview, nyinyi ndio mtaamua namna gani, lakini nina hakika kwamba Mwenyezi Mungu atawaguza kwa roho zenu. Tutembee pamoja ili tulete mabadiliko kwa nchi yetu vile tumefanya huku mbeleni. Asante sana na Mungu awabariki. As the 2027 race slowly takes shape, Matiang'i's attack on the Singapore dream signals a deeper battle over ideas, credibility, and who truly understands the struggles of everyday Kenyans. Is the dream achievable, or is it just political rhetoric? That debate is only getting louder. If you found this analysis insightful, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and turn on notifications so you don't miss our next update on Kenya's fast-shifting political landscape.